Yes, movie yetu inaanzia hapa garage. Tuko na mzee mmoja ambaye kwa sasa alikuwa anarekebisha gari. Sasa yupo na kijana wake mmoja ambaye ni mawenge balaa. Sasa kijana anatakiwa ampasie spana mzee ili aweze kurekebisha gari, lakini huyu saidia fundi wake hakumletea hizo spana. Sasa ilifika wakati ambao gari inatakiwa testiwe kama imeshakaa poa. Sasa yule jamaa akawa ameenda na akatokea dogo mwingine hapo anakula pipi. Sasa gari ilivyowashwa na ilikubali, jamaa aliweza kufurahi sana na mzee aliweza kushukuru kwamba gari limepona. Sasa huyu fundi wake mwingine akawa anamwagia sifa kibao, mzee unajua, mzee wewe hakuna kama wewe. Sasa dogo wakawa wanajaribu kumchezea. Sasa mzee akawa amewaka kwamba hawa wawili wapo garage lakini hawajifunzi chochote, mzee anafanya kila kitu. Sasa baada ya kumtania mzee pale, wakaanza kuondoa vifaa kimoja kimoja, lakini hao jamani wana mawenge balaa. Yaani jamaa walikuwa wanaita michezo. Sasa baada ya muda mfupi, bosi ambaye alileta hii gari ameshafika na akaambiwa kwamba gari yake kwa sasa imepona na aliweza kushukuru sana. Sasa huyu mzee anaitwa Oga 123. Huyu mzee hapa yani wamempa hilo jina kutokana na akiwa anajaribu gari lazima hesabu 1 mpaka 3. Sasa kijana wake ni ana mawenge balaa, kwa alikuja kumsaidia hapa kazi 2 3, na akawa anamwelekeza huyu dereva ambaye gari yake imeshapona ili aweze kutoa gari. Sasa mzee aliweza kumwaga pale na kumwagia sifa kibao. Sasa baada ya muda mfupi tumeona binti yake akiwa amewasili hapa garage. Huyu binti yake alikuwa ameenda kimasomo nje ya nchi na kwa sasa amerudi. Huyu dada hapo anaitwa Naya na kwa sasa yupo zake hapa garage na akawa anafurahia na wafanyakazi wengine hapa garage. Sasa ilikuwa ni shangwe kubwa na watu wakawa wanamuishi mema na wakawa wanamkaribisha mtaani kwa sababu kwa sasa ameshahitimu chuo. Kwa hiyo wakawa wanafanya hilo swala kwa kuandika kwenye shati lake. Sasa majira haya ya usiku wakawa wameandaa chakula na akawa wapo mezani. Hii familia wanaishi watu wawili tu, yani anaishi baba na mtoto. Yani hawa ni familia nzuri na familia ambayo inaishi kwa furaha sana. Sasa palipokucha asubuhi hapa garage, leo kuna gari ambayo ilikuwa inarekebishwa sasa, na mzee kama kawaida ndo fundi mkuu hapa garage, na yeye ndio anakagua gari zote na kuziangalia kama ziko sawa ambazo zimeletwa na watu. Sasa mzee akawa anajaribu kuijaribu hii gari kama itaweza kukaa vizuri. Kwa hiyo akamtuma kijana wake mmoja ili aweze kuona kama hii gari itaweza kuwaka. Sasa leo binti yake naye akawa yupo katika hii garage na akawa anajaribu kumsaidia mzee wake kazi, lakini hawa vijana wawili ni vijana ambao ni wana mawenge sana. Sasa ni wanamsumbua sana mzee kwa sababu hawasikii. Sasa huku upande wa pili tunamuona tajiri mmoja. Huyu ni kijana mdogo ambaye kwao wana pesa sana, na sasa amekuja hapa nyumbani kwake na kuna mfanyakazi wake mmoja ambaye anaishi naye hapa nyumbani. Sasa huyu mfanyakazi wake ndio anamsaidia kazi zote pale kazini na anamsainia kila dokumenti ambayo inahitajika aisaini. Sasa leo alikuja na jambo jipya ambalo leo alikuwa ameenda kukutana na msichana mmoja ambaye amemuumiza sana kichwa. Sasa huyu msichana ni madada zetu wa siku hizi ambao wanapenda ma Snapchat na mapicha kibao. Sasa leo ndo alikuwa ameenda kukutana na hiki kisanga. Huyu jamaa kwa sasa alikuwa anatafuta mahusiano. Sasa akakutana na huyu bidada ni anapenda mapicha vibaya. Yaani hata kuongea naye jiongea naye yeye anahangaika na simu. Sasa jamaa ilibidi aanze shobo na akaanza kumuita pale waiter ili waweze kupata kitu ili wanapokuwa wanaongea wasio wameboeka. Sasa pale waiter alikuja bila kuchelewa na bidada aliagiza ambacho anakihitaji pale, na jamaa naye pia aliagiza kile ambacho ameagiza huyu bidada. Sasa ilibidi akae kimya kwa sababu huyu bidada alikuwa yuko busy sana na simu. Sasa baadaye bidada akaanza kuona aibu baada ya kuona kwamba jamaa yani kama yuko sawa kwa sababu yeye yuko busy na simu. Sasa jamaa akawa anamuuliza kwamba anafanyaga nini kwenye simu. Sasa alikuwa anahitaji maelezo mengi ili iweze kumjua vizuri huyu bidada ambaye anataka kuingia naye kwenye mahusiano. Sasa bidada katika harakati za kupiga na story walijikuta wamefikia pabaya sana, na hapa jamaa anajaribu kumwambia kwamba yule binti hamfai na hawezi kuwa naye kwa sababu ana tabia mbaya, tabia za kupenda wanaume wenye pesa. Sasa huko upande wa pili tumeona bidada Yami akiwa anafungua mlango. Tujui nani ameingia, lakini alivyoingia aliweza kufurahi sana na akampa kumbato zito. Huyu bwana ni rafiki yake ambaye anaitwa Sam.
huyu ni rafiki yake wa kitambo sana. Sasa baada ya kupata taarifa kwamba Yami amerudi, kwa hiyo ilibidi aje amtembelee ili waweze kuzungumza mawili matatu. Sasa akampa sifa zake kwamba sasa hivi amekuwa mrembo sana. Dada pale akajichekesha ili mambo yaendelee kuwa vizuri. Sasa wakawa wanataniana pale na Sam. Sasa hapa wakawa wanajaribu kuongea mengi. Sasa siku inayofuata tunamuona bidada naye akiwa anaingia kazini, lakini akiwa amechelewa sana. Sasa yeye akawa ameingia mdogo akamkuta mzee wake kashafika kazini na akawa anarekebisha tairi. Sasa akamwambia kwamba anahitaji kabadilishe nguo, lakini mzee alikuwa amewaka vibaya kwamba kwa nini binti yake anachelewa. Sasa kwa nini binti yake anachelewa kuja kazini? Sasa mzee Oga uaga afagilii hata ukiwa mwanae, lakini yeye kwenye swala la kazini yani anaweka undugu pembeni. Kwa hiyo akamsema sana binti pale, lakini binti akamwambia kwamba yeye kwa sasa anataka kabadilishe nguo ili aweze kuvaa nguo za kazi. Mzee akawa anaendelea na tairi lake, lakini baadaye akajaribu kumwangalia binti yake kama amekasirika kwa sababu alikuwa amemtolea maneno makali sana. Sasa mzee akawa amemwangalia na kuona kama binti yake ameondoka. Sasa huku gari zikiwa zinaendelea kurekebishwa na akawa mzee anaendelea kurekebisha Mercedes Benz moja, lakini ghafla aliweza kuanguka. Mzee akawa yuko pale sakafuni na akiwa hajitambui, maana yake amezimia. Sasa wakatokea mawenge wawili. Hawa kama nilivyokuambia kwamba ni wafanyakazi wa huyu mzee, lakini ni wana mawenge balaa. Sasa binti yake naye aliweza kufika pale. Sasa pale watu wakiwa wamechanganyikiwa, huyu dada akamwambia kwamba ipigwe simu hospitali ili waweze kumpeleka, na wakajaribu kumbeba ili waweze kumpandisha hata kwenye gari ili wamwaishe. Sasa siku kadhaa mbele tunaona kwamba mzee kwa sasa anatumia dawa na amepata nafuu. Kwa hiyo yuko zake tu nyumbani na binti yake ndo akawa anamtazama sasa, na yuko chini ya uangalizi wa binti yake. Sasa kumbe huyu mzee hapa mzee Oga 123 yeye ni anasumbuliwa na ugonjwa wa anemia. Kwa hiyo anemia inamsumbua sana. Kwa hiyo ilibidi kesho ajiandae na aendelee kazini, lakini akajaribu kumwambia kwamba binti yake anatakiwa aende kazini, lakini binti yake alikuwa anakataa sana swala la yeye kuelekea kazini, na binti alinuna sana baada ya kuona babake ana hali mbaya na anataka kwenda kazini. Huyu mzee ni anapenda gereji yake vibaya, lakini kutokana na hali yake ilibidi akubali tu abaki nyumbani na mtoto wake ama binti yake aendelee kuisimamia gereji. Na kweli binti aliendelea kuisimamia gereji na wale mawenge wawili. Sasa leo kuna Land Cruiser Prado fulani vikali inaingia hapa mjini gereji, na binti akawa anaifuata ili akaifanyie service. Sasa dada akajaribu kusogea kwenye ile gari ili aweze kuambiwa tatizo ni nini. Akashuka kijana mmoja handsome boy fulani hivi. Kwa hiyo akafika pale, huyu Mnyamwezi akamwambia kwamba hii gari ina matatizo fulani. Kwa hiyo baadaye bidada alimwambia kwamba akafungue bonnet ili haangalie hilo tatizo. Na kweli bwana, bonnet iliweza kufunguliwa na huyu jamaa naye akarudishia mlango wake wa gari ili aone ufundi wa bidada. Sasa bidada pale akafungua zake bonnet na aweze kuangalia tatizo la gari. Kwa kuwa bonnet ilikuwa tayari ishafunguliwa, kwa hiyo bidada akawa anaanza kazi yake kuirekebisha hii Land Cruiser Prado. Na bosi ama huyu handsome boy toto la kitajiri likawa linaangalia pale chuma inavyorekebishwa. Boksi ya vifaa iliweza kufika pale ili waweze kupata vifaa vya kurekebishia hiyo gari. Sasa wale wasaidizi wa baba yake kwa sasa wanamsaidia yeye kazi kutokana na baba yake sasa hivi ana hali mbaya. Sasa jamaa akawa anajaribu kuangalia ufundi wa bidada. Sasa kutokana alikuwa amesimama muda mrefu, ilibidi akae na akawa anamwangalia sana yule bidada, kwa sababu anagundua kwamba huyu bidada sio kama wasichana ambao wanapenda makamera, mambo ya Snapchat, masistadu ambao wanavaa mawigi. Sasa huyu dada yeye yuko busy na kutafuta pesa tu, na anasaidia vyema sana kazi za nyumbani kwao, hasa kwenye hii gereji yao. Sasa ilibidi huyu jamaa amwambie kwamba anatoka hapa kidogo ili aweze kwenda kuangalia gari nyingine. Sasa jamaa akaanza kumuongelesha bidada na akamwambia kwamba yeye ni dereva, na akawa anampa story 2-3, lakini bidada hakumjibu lolote na alikuwa yuko busy zake na gari. Sasa baada ya kuirekebisha ilibidi afunge bonnet na akamwambia kwamba haijaribu hiyo gari kama imeshakuwa sawa ama bado. Jamaa bila kuchelewa aliingia zake kwenye mchuma wake na akaibana kwanza ile bonnet na kisha akawasha gari. Sasa baadaye alimwagia sifa zake kibao kwamba amefanya vizuri katika kutengeneza gari hii na amemappreciate sana. Sasa baadaye akawa amekuja na mkwanja mnene, yani pesa nyingi vibaya, kwa sababu huyu jamaa ni tajiri. Kwa hiyo tatizo dogo kama hilo alitoa hela nyingi kama naira
milioni 5 hivi. Kibongo bongo hiyo ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo bidada aliweza kukabidhiwa zile pesa, akazihesabu, lakini aligundua kwamba hii pesa imezidishwa na akairudisha, lakini jamaa alikataa hiyo pesa ambayo amerudishiwa, kwa sababu alimgia kama zawadi, kwa sababu alimpongeza kwa sababu ni wadada wachache ambao wanaweza kufanya kazi kama anaoifanya yeye. Sasa dada aliweza kumwagia sifa kibao, lakini aliweza kuchukua kiti chake na jamaa aliweza kumpenda sana. Kwa hiyo hawa walinao waliweza kumkubali sana ule jamaa na waliweza kumkubali bidada, lakini ile Land Cruiser Prado iliamua zake kuondoka kwa sababu hapo sio gereji kwao. Sasa bidada pale akawa zake yupo anaendelea na kazi zake. Sasa kwa upande wa pili tunamuona yule bosi ambaye jina lake anaitwa Yemi. Huyu jamaa ni mtoto wa kitajiri sana na kwao ni wana pesa sana na wanamiliki kampuni kubwa sana hapa mjini Lagos. Sasa baadaye tunamuona yule Sam akiwa kwa faza yake naye na alikuja kumwangalia hali yake. Sasa pale wakawa wanapiga story 2-3 kwa sababu walikuwa wamezoeana, lakini baada ya muda mfupi tunaona Sam na Naya wakiwa wanaagana kwa sababu Sam kwa muda huu alikuwa anaondoka. Sasa siku zinazidi kusogea na leo tena tunamuona Yami akiwa anarudi tena. Mpaka hapa tunagundua kwamba Yami alikuwa anatafuta mchumba, lakini baada ya kumuona huyu bidada alitokea kumpenda. Sasa akawa anakuja mara nyingi. Sasa bidada baada ya kuona hii gari akashangaa, jana tu ametoka kuirekebisha, leo imepata tatizo gani tena? Kwa hiyo ilibidi amuulize, lakini jamaa akasema leo hajaja kwa ajili ya matatizo ya gari, leo amekuja kuzungumza na yeye na leo alikuwa anahitaji kumwambia kitu kikubwa. Lakini bidada alimwambia kwamba hii ni sehemu ya magari na sio sehemu ya kuzungumzia. Kama unahitaji muda kuzungumza twende restaurant, lakini sio hapa. Lakini jamaa akamwambia ni vyema waongee hapa, na bidada akamwambia kwamba haongee. Lakini jamaa alichomwambia kwamba anampenda, lakini bidada aliona kama huyu jamaa anampotezea muda tu, ni vyema arudi kazini na aendelee na kazi zake za kurekebisha magari. Sasa jamaa baada ya kuona kama amekataliwa ilibidi aondoke kwa sababu aliona kama mambo yameshakuwa magumu. Sasa kwa upande wa pili leo tunamuona Sam na Naya wakiwa wametoka. Walikuwa wanatembea huku wakiwa wanapiga story 2-3. Na tunagundua kwamba Sam alikuwa ametoka kumchukua Naya kutoka garage na wakawa wanatembea na stories zinaendelea. Sasa siku inayofuata tunamuona Yami akiwa anajiandaa kutoka na alikuwa na mpango wa kuelekea tena garage ili akazungumze vizuri na Naya. Sasa yeye alikuwa anahitaji awe na mpenzi kama yule, kwa sababu yule mwanamke alikuwa hana tamaa, alikuwa anaonekana kama anajishughulisha sana, tofauti na yule mwanamke ambaye alikutana naye mwanzo ambaye alikuwa anaanza Snapchat. Sasa baadaye tunamuona bidada Naya akiwa yuko zake garage na anaendelea na kazi zake. Sasa Yami akawa amefika zake pale muda huo. Baada ya kufika hapa Naya akawa anaangalia ile gari na kama akawa amepata tuka stress kwa sababu alimuona Yami kama ni msumbufu na anamsumbua sana hapa kazini. Lakini kikweli alikuwa ameshagundua kwamba Yami alikuwa tayari kashatokewa kumpenda. Sasa na yeye akawa analinga kama mtoto wa kike. Baadaye akawa anasimama zake taratibu na akawa anamsogelea Yami mdogo ili waweze kuzungumza. Lakini jamaa leo alikuja na sera yake mpya na kumwambia kwamba hahitaji mahusiano naye, lakini leo anahitaji wawe marafiki tu. Sasa bidada akawa anajaribu kumpiga maswali pale, lakini jamaa maswali akawa anampiga usoni vibaya na anakosa na kusema. Sasa bidada akawa anajaribu kumwambia kwamba hahitaji rafiki, lakini jamaa aliendelea kumsisitiza na akawa anamuomba kwamba anahitaji rafiki. Sasa alikuwa amemuona kama yeye ni rafiki mzuri. Sasa baadaye baada ya kukaza muda mrefu Naya aliweza kukubali kuwa rafiki wa Yami. Sasa hii Yami alitokea kufurahi sana kwa sababu aliona kwa sababu hapa ashaanza kufanikiwa, kama mtoto ameweza kukubali kuwa rafiki yake, baadaye hawezi kukataa kuwa mpenzi wake. Baada ya kuona leo amefanikiwa, aliingia zake kwenye gari akiwa na furaha sana. Baada ya kuona wamemaliza ilibidi aondoe gari na aendelee na shughuli zake za kila siku. Sasa bidada alisogea pale na akawa anamwangalia. Sasa usikose kutazama part 2 ya movie hii ambayo inakuja hivi karibuni.